nguvu. Baada ya muda mlango ukafunguka. Harufu kali ya maiti ikampiga usoni. Ndani ya chumba kulikuwa na mishumaa mingi iliyokuwa imezimika, na katikati ya chumba kulikuwa na kitanda. Juu ya kitanda alikuwepo mtu aliyefunikwa kwa shuka jeupe. Rashid akasogea taratibu. Mapigo ya moyo wake yakawa makali sana. Akaondoa lile shuka polepole. Alipiga kelele. Maiti iliyokuwa pale ilikuwa inafanana naye kabisa. Uso, macho, hata nguo. Ilikuwa ni kama anaangalia maiti yake mwenyewe. Ghafla mlango ukajifunga. Mishumaa yote ikawaka yenyewe. Nyumba ya kilio cha usiku. Karibu tena kwenye simulizi yetu ya leo ya kutisha na kusisimua sana. Kama wewe ni mpenzi wa stori za kutisha, mapepo, mizimu na matukio ya ajabu, usisahau kusubscribe kwenye channel hii, kuwasha kengele ya notification ili uwe wa kwanza kupata simulizi kali zaidi kila siku. Sasa zima taa kama unaogopa, vaa earphones zako vizuri na tuanze simulizi yetu ya leo. Mvua kubwa ilikuwa inanyesha usiku ule. Radi zilipasua anga huku upepo ukitikisa miti kwa nguvu kana kwamba kulikuwa na vita kati ya dunia na giza. Kijiji cha mlimani hakikuwa na watu wengi, lakini kilikuwa na siri moja ambayo kila mtu alihofia. Kulikuwa na nyumba moja ya zamani iliyokuwa juu ya kilima. Nyumba hiyo ilijulikana kama nyumba ya kilio cha usiku. Image, hakuna aliyethubutu kuikaribia usiku. Watu walidai kuwa kila saa 6 za usiku, sauti ya mwanamke hulia ndani ya nyumba hiyo. Na yeyote aliyeingia humo hakuwahi kurudi akiwa kawaida tena. Katika kijiji hicho aliishi kijana mmoja jasiri aliyeitwa Rashid. Rashid alikuwa dereva wa bodaboda, lakini alikuwa mtu wa kubeza sana mambo ya mizimu. Hamna kitu kinaitwa mapepo, alipenda kusema. Siku moja akiwa kwenye kijiwe cha chai, wazee walikuwa wakisimulia habari za ile nyumba. Mzee mmoja mwenye ndevu nyeupe alisema kwa sauti ya chini, wiki iliyopita kijana mmoja aliingia mle ndani kutafuta hazina. Mpaka leo hajapatikana. Watu wakatikisa vichwa kwa hofu, lakini Rashid akacheka, nyinyi ni waoga tu. Kila mtu akamtazama. Mzee akamuuliza, kama una moyo sana, nenda kalale humo usiku mmoja. Kijiwe kizima kikawa kimya. Rashid akagonga meza kwa kujiamini, nitaenda leo usiku. Usiku ulipofika, mvua nyepesi ilikuwa ikiendelea kunyesha. Rashid alibeba tochi yake na simu yake. Watu wa kijiji walimfuata kwa mbali wakitaka kuona kama kweli angeingia. Walipofika karibu na ile nyumba, mbwa wote wa kijiji wakaanza kulia kwa pamoja. Hata upepo ukabadilika ghafla kuwa baridi sana. Mlango wa nyumba ulikuwa umechakaa na kufunikwa na kutu. Rashid akausukuma. Sauti ya mlango ilisikika kama kilio cha mtu. Ndani kulikuwa na giza zito. Harufu ya unyevunyevu na vitu vilivyooza ilitawala. Watu waliokuwa nje wakamwambia, ukisikia mtu anakuita usiitike. Lakini Rashid akacheka, kisha akaingia ndani. Mlango ukajifunga wenyewe kwa nguvu. Bam! Watu waliokuwa nje wakimbia kwa hofu. Rashid akabaki peke yake. Ndani ya nyumba ile kulikuwa na kimya kisicho cha kawaida. Tochi yake ilimulika ukuta wenye picha za zamani zilizokuwa zimejaa vumbi, lakini jambo moja lilimfanya asimame. Katika kila picha, macho ya watu yalionekana kana kwamba yanamtazama. Rashid akahisi mwili ukisisimka. Ni mawazo tu. Akaendelea kutembea. Ghafla, Saidia! Sauti ya mwanamke ikasikika kwa mbali. Rashid akasimama. Saidia! Safari hii sauti ilisikika wazi zaidi. Ilikuwa inatoka juu ghorofani. Akameza mate, lakini kiburi kikamfanya endelee. Alipopanda ngazi, ngazi zikaanza kutoa sauti za ajabu. Kre! Kre! Kisha ghafla, tochi ikazimika. Giza totoro likatawala. Mapigo ya moyo wake yakaanza kwenda kasi. Akaanza kubonyeza tochi kwa haraka. Mara ikawaka tena, na alipoinua mwanga mbele yake, kulikuwa na mwanamke aliyesimama mita chache mbele yake. Uso wake ulikuwa umefunikwa na nywele ndefu. Nguo yake nyeupe ilikuwa imejaa damu. Rashid akaruka kwa hofu. Wewe ni nani? Mwanamke hakujibu. Alisimama kimya. Kisha akaanza kutembea taratibu kuelekea gizani. Rashid akahisi miguu yake ikitetemeka, lakini akaamua kumfuata. Walifika kwenye chumba cha mwisho ghorofani. Mlango ulikuwa umefungwa kwa minyororo. Mwanamke akaelekeza kidole chake pale, kisha akatoweka ghafla. Mwili wa Rashid ukaganda. Astaghfirullah. Alianza kuvuta ile minyororo kwa nguvu. Baada ya muda mlango ukafunguka.
Harufu kali ya maiti ikampiga usoni. Ndani ya chumba kulikuwa na mishumaa mingi iliyokuwa imezimika, na katikati ya chumba kulikuwa na kitanda. Juu ya kitanda alikuwepo mtu aliyefunikwa kwa shuka jeupe. Rashid akasogea taratibu. Mapigo ya moyo wake yakawa makali sana. Akaondoa lile shuka polepole. Alipiga kelele. Maiti iliyokuwa pale ilikuwa inafanana naye kabisa. Uso, macho, hata nguo. Ilikuwa ni kama anaangalia maiti yake mwenyewe. Ghafla mlango ukajifunga, mishumaa yote ikawaka yenyewe, na sauti nzito ikasikika chumbani. Mfika. Rashid akageuka kwa hofu. Kwenye kona ya chumba ilisimama roho ya mwanaume mrefu mwenye macho mekundu. Mimi ndiye mwenye nyumba hii. Rashid akaanza kurudi nyuma. Unataka nini kwangu? Roho ile ikacheka. Miaka mingi iliyopita nilifanya makosa ya kuua watu ndani ya nyumba hii. Ghafla ukuta ukaanza kuonyesha vivuli vya watu waliokuwa wanapiga kelele huku wakiteketea kwa moto. Roho zao bado zimo humu. Kilio kikaanza kusikika kila pembe ya chumba. Na sasa wanahitaji mwingine. Rashid akakimbia kuelekea mlangoni, lakini mlango ukagoma kufunguka. Ghafla mikono mingi meusi ikaanza kutoka chini ya kitanda, ikamshika miguu. Alianguka chini. Simu yake ikateleza pembeni. Tochi ikazimika tena. Katika giza lile, alianza kusikia watu wakinong'ona masikioni mwake. Baki nasi, usiondoke, tunateseka. Rashid akaanza kulia kwa hofu. Kwa mara ya kwanza maishani mwake alitamani kutoka pale, lakini ilikuwa imechelewa. Ghafla simu yake ikawaka yenyewe. Kwenye screen kulionekana video live. Ilikuwa inamwonyesha yeye, lakini katika ile video alikuwa amesimama nyuma yake. Rashid akageuka polepole, na hapo ndipo alipomwona kiumbe kirefu sana kilichokuwa kinaning'inia juu ya dari kama buibui. Macho yake yalikuwa meupe kabisa. Mdomo wake ulikuwa umechanika mpaka mashavuni. Kikaanza kushuka taratibu kuelekea kwake. Rashid akapiga kelele kwa nguvu, akachukua kiti na kukirusha. Kiumbe kile kikatoweka ghafla, lakini sauti yake ikasikika kila upande wa chumba, huwezi kutoroka. Usiku ulizidi kuwa mbaya. Mvua nje iliongezeka. Radi zilikuwa zinawaka kila sekunde. Kila radi ilipowaka, Rashid alikuwa anaona watu wamesimama pembeni yake, wakiwa wametulia tu, wenye nyuso zilizochomeka, wenye macho yaliyotoka damu. Kila radi ikipotea, nao hupotea. Rashid akaamua kuvunja dirisha atoroke, lakini alipoligusa, aliona uso wa mwanamke ndani ya kioo ukimwangalia. Mikono ya mwanamke ikatoka ndani ya dirisha na kumshika koo. Rashid akaanza kukosa pumzi. Kwa nguvu zote akajinasua. Akaanguka chini huku akihema. Kisha akasikia sauti ya mtoto mdogo akicheka nyuma yake. Aligeuka. Kulikuwa na mtoto aliyekaa kona ya chumba, lakini kichwa chake kilikuwa kimegeuka nyuma. Mtoto akasema kwa sauti nzito, wanakuja. Ghadhabu ya upepo ikaingia ndani ya nyumba. Milango yote ikaanza kugonga. Bam, bam, bam. Kisha sauti za watu wengi zikaanza kuimba pamoja. Baki nasi, baki nasi. Rashid akaanza kusoma dua kwa sauti ya kutetemeka. Ghafla sauti zote zikanyamaza. Kimya kizito kikaanguka. Kisha hatua nzito zikaanza kusikika kutoka koridoni. Dum dum. Kila hatua ilifanya nyumba itikisike. Rashid akatazama mlango wa chumba. Kivuli kikubwa kikaonekana chini ya mlango. Mlango ukaanza kufunguka polepole. Crack! Na pale mlangoni alisimama yule mwanamke mwenye nguo nyeupe. Lakini safari hii uso wake ulionekana wazi. Uso wake ulikuwa umeungua vibaya. Macho yake yalikuwa yanatoa damu. Akamtazama Rashid moja kwa moja, kisha akaonyesha kidole nyuma yake. Rashid akageuka. Ukuta ulikuwa umeandikwa kwa damu. Ondoka sasa. Ghafla sakafu ikaanza kupasuka. Moto ukaanza kutoka chini. Roho nyingi zikaanza kupanda kutoka ardhini zikipiga kelele. Rashid akakimbia kwa nguvu kuelekea mlangoni. Ngazi zilianza kuvunjika nyuma yake. Akateleza. Karibu anguke, lakini akaendelea kukimbia. Alipofika mlangoni, mlango ukagoma kufunguka. Nyuma yake zile roho zilikuwa zinakuja. Kwa nguvu zake zote akaupiga mlango. Bam! Mlango ukafunguka ghafla. Rashid akaanguka kwenye matope huku mvua ikimnyeshea. Nyumba ile ikatoa sauti kubwa ya kilio. Kisha madirisha yote yakafungwa yenyewe. Asubuhi yake watu wa kijiji walimkuta Rashid pembeni mwa ile nyumba. Alikuwa hai, lakini nywele zake zote zilikuwa zimebadilika kuwa nyeupe, na tangu siku hiyo hakuwahi kuongea tena.
Kila akiulizwa kilichotokea ndani ya nyumba ile, huanza kutetemeka tu huku macho yake yakijaa hofu. Na baadhi ya usiku, watu hudai kumwona Rashid akisimama mbali akiitazama ile nyumba, kana kwamba kuna kitu bado kinamuita kutoka ndani. Na hapo ndipo simulizi yetu ya leo imefikia mwisho. Kama umeipenda story hii, usisahau kusubscribe, like na share ili watu wengine pia waione. Andika kwenye comment sehemu gani imekuogopesha zaidi. Tukutane tena kwenye simulizi nyingine kali zaidi. Bye bye, usikose kusubscribe.